Mimi ni kijana wa miaka 27, kuna binti nilikuwa naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu kama miaka 4 hivi. Kiukweli nampenda na nilikuwa nahitaji kufunga naye ndoa, ukizingatia tayari tumeshabahatika kupata mtoto mmoja. Changamoto yangu ni kwamba ikitokea tumegombana au kutofautiana kauli, huyu mwanamke hana mipaka wala hana uwezo wa kucontrol hasira zake, na hivyo inapelekea kunitamkia maneno mabaya na wakati mwingine kunitukana. Mara nyingi jambo hilo hutokea tukiwa ndani, lakini hupaza sauti sana kiasi kwamba hata walioko nje wanasikia kinachoendelea. Nikijaribu kumsihi asiongee kwa sauti, ndio kwanza anaongeza sauti. Nimejaribu kumuonya mara nyingi sana, kwa sababu baada ya matukio hayo huwa anaomba msamaha na kukiri hatarudia tena, ila ukweli ni kwamba huwa linatokea kila tunapotofautiana. Mpaka sasa nipo njia panda, kwa sababu hilo jambo linanitesa sana na sielewi niamue lipi, ukizingatia ni mwanamke ninayemwamini sana na amenivumilia kwa mengi, hata kipindi sikuwa na kitu, na mpaka sasa nimeshapata kazi na nilikuwa na mpango wa kufunga naye ndoa na kisha nimfungulie biashara. Lakini kwa sasa maneno yamekuwa mengi, anasema nimeamua kumchunia kisa nimepata kazi. Mara wanaume ndivyo tulivyo, tukipata pesa tunasahau tulioanza nao. Naomba msaada juu ya hilo. Anasahau kwamba uchumba sio ndoa, au labda uchumba sio ndoa inamaanisha ni tofauti mtu akiwa hana kazi na akiwa na kazi. Anakuwa na vitu vya kufocus, anakuwa na muda finyu na makablasha kama hayo, lakini kikubwa je, anatokea nyumbani? Yani kutokea nyumbani kwenye matumizi, kujali, kuzingatia, kulinda na kila kitu. Unajua ile. Sasa mimi nimemwambia usiamini machozi ya mwanamke kama ambavyo wanawake hawatakiwi kuamini kwenye tabasamu la mwanaume. Angalia matendo kama yanakupelekea au yanakupeleka kwenye nchi ya ahadi au la. Kama yanakuongezea furaha au yanaongeza huzuni, ambapo itakuwa na mchango kati ya kuijenga au kuibomoa kesho. Pia chunguza kama ana mtu anayempa kiburi au la. Watu hujianika wanapokuwa na hasira au furaha zaidi. Usipuuze dalili. Kamalizia kwa asante kaka. Okay, katuma message nyingine, anasema huyu mwanamke kwa sasa yupo kwao na hakuna maelewano mazuri kati yangu na yeye, japokuwa mahitaji ya mtoto natuma kama kawaida. Mwache huko. Ameshafika kwao. Mwache huko. Wewe endelea na maisha yako. Hem, tusikize wadau wanasemaje kwanza.